Kuanzisha mazungumzo na mtu mpya huonekana kama jambo la kutisha, lakini ukiitazama kwa jicho la kimantiki, ni ujuzi wa kawaida unaoweza kujifunza. Tatizo si kwamba huna uwezo, bali ni mbinu unayotumia. Hizi hapa ni hatua 8 za kufanya mazungumzo yawe mepesi na ya kuvutia. 1. Ondoa matarajio. Wengi tunashindwa kwa sababu tunaenda na lengo la lazima anipende au lazima mazungumzo yawe makubwa. Hilo huleta msongo. Nenda na lengo la nataka tu kujifunza kuongea na mtu mpya. Hapo utatulia. 2. Tumia mazingira. Usianze na maneno magumu. Angalia kitu kinachowazunguka. Iwe ni hali ya hewa, huduma ya eneo mlilopo, au tukio lolote. Eneo hili lina utulivu sana, si ndio? Hiyo ni njia rahisi na isiyo na shinikizo kuanzisha mada. 3. Lugha ya mwili. Kabla hujafungua mdomo, mwili wako tayari unaongea. Simama vizuri, usijifunge mikono, na uwe na tabasamu hafifu. Hii inamtumia mwenzako ishara kwamba wewe ni mtu salama wa kuzungumza naye. 4. Sikiliza ili uelewe. Tatizo kubwa ni kusikiliza kwa lengo la kujibu. Badala yake, sikiliza ili uelewe anachokisema. Hapo ndipo utapata nyuzi za kuendeleza mazungumzo kutoka kwenye majibu yake. 5. Maswali ya kufungua. Epuka maswali yanayojibiwa kwa ndio au hapana. Tumia maswali ya vipi au kwa nini. Badala ya kuuliza unapenda kazi hii, uliza nini kinakufanya uipende kazi hii. Hii inalazimisha mazungumzo yawe marefu. 6. Kukubali kukataliwa. Sio kila mtu atakuwa tayari kuzungumza wakati huo. Kukataliwa si kushindwa, ni sehemu ya mchakato wa kijamii. Ikiwa mwitikio si mzuri, ondoka kwa heshima na uendelee na mambo yako. 7. Uhalisia. Usijaribu kuigiza mtu mwingine ili uonekane mjanja. Watu wana uwezo mkubwa wa kugundua unaigiza. Kuwa wewe mwenyewe ni silaha yako kubwa zaidi. 8. Mazoezi ya mara kwa mara. Hii ni kama misuli. Huwezi kuwa na misuli kwa kwenda gym mara moja. Fanya mazoezi haya ya mawasiliano kila siku, hata kwa watu usio na lengo nao. Hapo utazoea hali hiyo na hofu itaondoka. Kama uchambuzi huu umekusaidia kupata mwanga, bonyeza kitufe cha KUSUBSRIBE hapo chini ili tuendelee kujifunza pamoja namna ya kujiimarisha. Wakati mwingine